inalipwa bili. Sivyo? Mnajua sasa masaa kama haya kuna watu wanahesabiwa bills. Sasa hiyo pumzi tu, wacha tuache madawa na whatever. Hiyo pumzi yenye unapumua sasa inaenda na bill. Bwana apewe sifa. Siku moja nikawa katika hicho kipindi cha kutazama mama yangu akiwa katika ile hali ya hiyo bill ya pumzi. Hiyo kitu inaniingiana wakati ninaona ya kwamba nimepewa kibali kutoka saa zile nilianguka nipumue hiyo hewa bila kupimiwa, bila kuhesabiwa, watu wangu bila kupata gharama ya bill. Ninasikia kushukuru Mungu sana. Hebu wakati wowote tunapokuwa mahala hapa, sikia kwamba umepewa tu nafasi ya kuja kuambia Mungu tu ni asante. Siku 6 nimepumua bila bill. Mungu, kama kuna bill wewe ndio unalipa. Wadhani ya roho so. Kwa hivyo tusikie ya kwamba hakika kuna jambo Mungu wetu ametutendea ya kufanya ya kwamba usisikie kama yale unapatana nayo, yale yamekusukuma, yanakufanya usahau hiyo pumzi. Nilitambua na siku hiyo vile iko ya dhamani, singeweza kumpatia. Niko hapo ninapumua vizuri, lakini yeye hawezi. Unaona hiyo hali? Kwa hivyo wacha tumshukuru Mungu. Wacha tukate kauli nzuri na take for granted kuamshwa na kuendelea na mambo yetu day by day. Ni kwa sababu kuna gharama. Kama ni bill, pengine anapewa madollars yako wewe. Yetigwo. Kama kuna bill inahesabiwa, pengine ni ya madollars. Ndio Bwana anakulipia hizo deni. Kwa hivyo siku ya leo tusikie ya kwamba tuko mahala panastahili. Karibuni sana wageni wetu, mjisikie nyumbani. Kwa sababu Baba alikupatia hiyo pumzi akiwa na kusudi uingie hapa ili umtukuze na kinywa chako kenye alikupatia uhai na mwili wako na nafsi yako. Uyuko hapa by accident. Our brother from Wareki. Bwana asifiwe. Karibu sana, karibu sana. Jisikie uko mahala panastahili kwa wakati huu katika jina la Yesu. Dada yetu, hebu simama utuwefu tena. Mama wa dhamana kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na msichana wako, hebu simama. Afadhali nipoteze wakati nikizaidia hapa. Ni kwa sababu ni Mungu amepanga. Kuwa hapo ni mpango wa Mungu. Sikia uko nyumbani, uko mahala panastahili katika jina la Yesu. Karibuni sana. Wote mjisikie nyumbani. Siku ni leo Mungu wetu aliandaa na ili tuje tusikie neno la Mungu kwa pamoja. Anasema anaandaa meza akijua waraji wapo. Na waraji ni sisi tulioingia mahala hapa katika jina la Yesu. Our praise and worship team, na washukuru sana. Tunaendelea hatuendelei? Kama tumeshikwa na mkono na Mungu wetu, tunaenda mbali. Mhubiri wa asubuhi, hebu asimame. Mhubiri wa asubuhi, kama ulichelewa, upako ulipedorogame, simama tukijana vizuri. Si jambo la kawaida. Haya ni mambo ya Mungu yenye amazing grace. Tuone amazing vile inafanya. Shozo ulikuwa na dada Milka. Alihubiri ama hakuhubiri? Katika 2 Chronicles 7:14 utaenda kusoma. Tumtii Mungu na tutabarikiwa. Wakati tutamtii, na alisisitiza sana hali ya kumtii Mungu. Kumtii na masaa, kumtii na kazi zetu, kumtii na vitu vyetu, na ili aweze kuonekana katika maishani mwetu. Bwana akubariki na akutende mema. Vijana, pigeni kijana wetu makofi mazuri. Mambo ni mengi, masaa yetu
maombi ya Mungu, tutaguza tu vile Mungu atataka katika jina la Yesu Kristo. Katika siku ya Sunday niliweza kugusia mambo ya ubatizo, kwa sababu kila wakati ninawaambia huwa ninataka kutumia hii kwa kila jambo. Ni kwa sababu hii ndio kioo. Unaangalia, unaona vile ulivyo katika hii. Itakudanganya. Kioo inakudanganyana. Kioo ya kawaida ikiwa na alama hapa itanionyesha na ukubwa wa hicho kilema, si ndivyo? Nikiwa na kitu kimeniangukia bahara itanionyesha, hata kama nimesimama mbele ya president bado itanionyesha nikichukua kioo. Kwa hivyo kioo ni cha dhamana sana. Kioo ya neno la Mungu. Ujipime na hii, ujiangalie na hii, na utaenda mbali na utakuwa mtu wa maana mbele za uso wake Mungu katika jina la Yesu. Na kwa hivyo kuna mambo inastahili tufanye kabla mambo ingine ifanyike. Ni kwa sababu tumetoka dhehebu mbalimbali, na katika kutoka mahali mbalimbali, na sasa tumekuja kuamini imani moja mahala hapa. Lazima tuenende na imani safari moja, tukiitikiana ama tukienenda na imani moja. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu neno la Mungu linatuambia kwanza tumpokee Yesu kama mwokozi wa maisha yetu. Bwana apewe sifa. Qualifications ya mtu wa Mungu ama safari hii ya mbinguni. Ya kwanza ni vile wewe na mimi tulikata kauli tutamwacha shetani na tuende ama tumpokee Yesu akiwa mwokozi wa maisha yetu. Aanze kutawala maisha yetu, tuachane na maisha ya kale, tuingie katika maisha ya kumwogopa Mungu, maisha ya kusikia sauti ya Mungu, maisha ya kuangalia msalaba, maisha ya kujua ya kwamba kuna yule alikufa ili tukanunuliwa na damu ya dhamana, na ni Yesu Kristo anayeenda wakati huu anapitia mateso katika Pasaka hii tunaenda. Mnajua vile Yesu hata anatoa jasho ya damu na mateso mengi, kama vile tunajua hayo mambo yote tuyachukue, na ili tujue ya kwamba tulinunuliwa na damu ya dhamana. Bwana pewe sifa. Na tukubali ya kwamba Yesu atakuwa kiongozi wa maisha yetu. Tutabadilika, tutabadilishwa na hiyo damu, tukikubali ituoshe ili tukamilike mbele ya uso wa Bwana. Bwana apewe sifa. Ujumbe wetu wa siku ya leo ni ujumbe mara mbili. Nitaguzia mara mbili. Ya kwanza ama tatu. Ya kwanza ni hiyo ya wokovu. Huwezi danganya moyo wako, huwezi danganya Mungu, huwezi danganya hata shetani, si ndivyo? Hawa watatu wanajua hakika kile kilioko ndani ya moyo wako. Umemwamini Bwana na kweli na roho, ama uko moja namna hii na mwingine pande hii ingine. Hawa watatu wanajua, na ni vizuri kwa sababu wewe ndani ya moyo wako wewe ni ushahidi ya kwamba unatamani kukasana kwa hii safari ya ili siku moja ukafika mbinguni. Kwa hivyo ya kwanza ni salvation, na damu ya Yesu ni bichi. Niwezi sema
agocwo. Na ili ufanyiwe kiumbe kipya, ule mtu wa kale afe, na ili mtu wa ndani aweze kujipuka akiwa na mwili mwingine wa kutofanya dhambi, wa kukazana na kukataana na dhambi. Utakuwa na dhamiri zilioko na uhai. Bwana apewe sifa. Kutoka hapo na kukiri na kinywa chako, Bwana apewe sifa, ya kwamba umempokea Yesu. Yesu ni Bwana. Umeachana na dhambi, umeachana na mambo ya kale, na sasa umeamua kumfuata Yesu. Unapofanya hivyo, kutoka hapo ni ya kwamba ni kubatizwa. Bwana apewe sifa. Na ndiposa tutaongea ama tutanena hali ya baptism, na tutaona ya kwamba, naona kama nitawampee au utakaa na kitabu ama yeyote pahali atasoma kwa haraka katika jina la Yesu. Mambo machache tu ya kufahamisha kwa nini tunafanya yale. Tumeona wokovu ni kwa sababu tumenunuliwa na damu ya thamani. Inafaa tutubu dhambi na tumpokee Yesu. Nataka kuongea mambo ya baptism. Kwa nini inatubidi tubatizwe? Bwana apewe sifa. Kwa nini? Tumeokoka, ndio, tumeoshwa na damu ya Yesu. Kwa nini tunafaa tubatizwe? Na hiyo tutaiona katika Mathayo 3:13-15. Tuchangamuke wale wanapokuja na Biblia zetu, tunapokuja kanisa na pahali pa kunakiri haya maandiko, ndio ukirudi nyumbani unasoma kwa wakati wake. Matthew 3:13-15. Tuone ni kwa nini. Pengine kati yetu hatujui maana ya mambo mengine. Ni kwa nini tubatizwe? Machines. Mesahau kupatiana microphones kwa wale wanasoma. Bwana apewe sifa. Changamkeni. Matthew 3:13-15. Ujue jawabu kwa nini inafaa, inabidi ubatizwe. Kama hujabatizwa, kwa nini na ni maji ya aina gani inafaa ikubatize? Kitabu cha Mathayo 3:13-15 nasema hivi: wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana abatizwe. Narudia. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. 14. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? 15. Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Amen. Sisi wakati tunasema ya kwamba tumeokoka, tumempokea Yesu, na sisi tunamfuata Yesu, matendo yale anafanya ama yale anatuagiza, hayo ndio tunafanya. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba kulifika pahali Yesu mwenyewe akatafuta yule atambatiza. Bwana apewe sifa. Na ni wapi atakapofanyiwa lile tendo la ubatizo? Kwa hivyo hapo tuko na
Besheni, mto, ndivyo inasema, mto Jordan. Mahala hapo ndipo Yesu alibatizwa na Yohana. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo yule tunafuata aliye Yesu, aliye sulubiwa msalabani, akafa juu ya dhambi zetu, yule alikuja duniani na ili atutafute sisi kwa njia ya kifo cha msalaba na dhihaka nyingi, yeye alibatizwa. Bwana apewe sifa. Jamii ya Yesu, jamii ya Yesu, familia ya Yesu. Si vile familia yako inafanya, watoto wako ndivyo wanafaa kufanya, especially wakati tuko na hizi dowries, maudhoni, hizo dowries. Si Mungu anafanya vile mama yake ali. Yesu wetu alibatizwa, mwenye tunasema ndiye Mwokozi wetu alibatizwa, na akabatizwa na Yohana. Kuna Reverend Joyce akabatizwa na Yohana, halafu akabatiziwa mahala ni wapi? Ni mto Yordani. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo yule tunafuata ni hakikisho ya kwamba alitumbukizwa kwa maji na akawa na kufufuka katika maji, si ndivyo? Kwa hivyo tunafuata vile Yesu anasema na kile alifanya. Kwa hivyo kila mmoja unaona ya kwamba kama hakuna mwingine unafuata isipokuwa Yesu. Yesu alibatizwa, na kwa hivyo sisi tunafaa tubatizwe. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo tukiona kuna mwingine, ili tuone ya kwamba katika Acts 9:18 sasa ni wewe, kwa sababu kuna mmoja kati ya wale. Acts 9:18 ili tuone sababu, na ninawaomba muandike, ndio mkienda nyumbani msome na utafakari wewe mwenyewe. Ni tajiriwa kufa hivyo kama sijabatizwa inafaa. Bwana apewe sifa. Acts chapter 9:18. Matendo ya Mitume 9:18 inasema hivi: mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa. Amen. Huyo ni Sauli, ya kwamba wakati alipatana na Yesu, kwanza aliacha dhambi zake, akampokea Yesu. Bwana apewe sifa. Kama vile umefanya baada popote ulikuwa ukasikia ya sauti inasema, mwanangu, kuja kwangu nikupumzishe mizigo mizito, ukachukua hatua ya imani na ukaokoka. Bwana apewe sifa. Huyu ni mwingine, na yeye alipatana na Yesu akaweza kuacha dhambi zake. Sauli, najua wakati walipatana na nguvu za Mungu, akaanguka, akampokea Yesu, akarudi, akabatizwa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni kumpokea Yesu halafu ubatizo. Tuko pamoja? Kwa hivyo siku ya leo neno la Mungu linazidi kutufundisha. Najua wengi hata wanayuthi hawajui sababu, lakini mumeona ya kwamba ni kwa sababu Yesu alibatiza
19 to 20. Hii ni command. After Yesu kubatizwa na Yohana, ya kwamba Yesu aliweza kutuambia vile tutakuwa tukifanya, kwa sababu tayari yeye amebatizwa. Tuone hiyo verse 28, Matthew 28:19 to 20. Nasoma. Mathayo 28:19 hadi 20. Inasema hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amina. Amen. Bwana apewe sifa. Yesu akatuamuru ya kwamba tuenende kafanye watu watoke dhambini, wakaokolewa, na wakiokolewa wabatizwe, kwa sababu tayari yeye ametupatia example nzuri ya kwamba amebatizwa, na ndiposa anatuamuru ya kwamba tuenende duniani kote tukawaambie ya kwamba kuna wokovu, na watakapopokea ule wokovu tuwabatize. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni amri, siyo ni command, imepeanwa ya kwamba wakiokoka wasiachiliwe hivyo tu, wabatizwe. Kuna nguvu katika ubatizo. Wacha tuone faida ya ubatizo. Bwana apewe sifa. Profit benefits za kubatizwa kwako. Ya kwanza, inaleta upatanisho wewe na Mungu. Wadhani ya rohosho. Wakati unapotumbukizwa kwa ile maji, ninaongea na watu wamebatizwa hapa, nataka kuona mkono tu kama umshawahi batizwa, ndio tuendelee pamoja. Utakubali ulisikia jambo lisio la kawaida, wewe ukifunganishwa na nguvu na uweza wa Mungu wetu katika jina la Yesu. Haukuwa mtu wa kawaida, ulisikia jambo nyingine. Yule atabatizwa, ninajua utaenda kuhisi hayo mambo. Wacha tukwambie in advance mambo mazuri. Utasikia kama umefika mbinguni siku hiyo, na wewe na Mungu unasikia mtaketi meza moja, kwa sababu unakuaga umejitakaza. Kama ni mbinguni saa hiyo utabaki. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo hali ya ubatizo inakufunganisha wewe na Mungu zaidi. Si hata kuna ile ya kushikisha kabisa kamba ilikuwa imeshikana, lakini kuna ile ya kukasiria kabisa. Mnashikana union with God katika jina la Yesu. Ya pili, kuna kuzaliwa katika Yesu. Bwana apewe sifa. Unasikia ya kwamba wewe ni kiumbe kipya, umezaliwa tena. Kuna kitu kimefanyika kwako, kina mwanzo mpya. Ulikuwa umeokoka ndio, huku unatenda dhambi ndio, lakini utasikia ya kwamba umezidi kuwa kiumbe kipya zaidi, kwa sababu unasikia wewe na dhambi uhitaji. Wewe na rafiki yeyote ataweza kukuingisha kwa dhambi hutaki, kwa sababu ya huo ubatizo. Jambo lingine ni hili,
kuna kufunguliwa kwa milango ya baraka. Huo ubatizo unaweza kufungua milango yako, inaweza kukatakata minyororo. Hata inasema ya kwamba kuna channels za baraka zitafunguka, hata wewe hutazielewa. Tunaelewa hapo? Kuna vile mambo channels zifunguke, sijui nitaweza elezea hati ya kwamba zifunguke, uwe hivi ya baraka zinatoka namna hii na huko kwa watoto, kwa mashamba, miraculously. Katika ubatizo kuna milango yako imefungika kwa miaka mingi, na katika hiyo hali ya kutumbukizwa na kuinuka katika Yesu, ikatakate all yokes, curses katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Katika ubatizo kuna divine power. Utakuwa unahisi katika maisha yako kama nini? Unaweza katika ule ubatizo utaweza kuwa na sehemu, ukipatana na jambo hata kwako utaambia hiyo hali nyamaza, na itanyamaza. Divine power utaweza apokea katika jina la Yesu katika ule ubatizo. Bwana apewe sifa. Kwa sababu wakati huo umeingia kwa maji na kutoka, utapokea baraka za kipekee za kuambia shetani, nimekutambua, kwangu usiingie, niko hapa na ninakutambua, na zitakutii katika ule ubatizo. Bwana apewe sifa. Jambo lingine ni hili, katika ule ubatizo utakuwa na strength, utakuwa na energy, utakuwa na power. Vile walikuwa nakuona ukiwa mpole, upole wa kiroho, wakati kama vile ninaangushwa na report ati mhubiri alihubiri siku ya Thursday, nikasema I wish I was there. Bwana apewe sifa. Kwa sababu Mungu atanena akitumia kinywa chako. Wewe ulionekana pengine hutaweza ama huwezi, katika ule ubatizo utafufuka na nguvu mpya zenye zinaweza kusimama hapa, kama vile Mr. Jogona ametuongoza vizuri. Kutachibuka nguvu zingine hata wewe hutaelewa. Utaambiwa na watu, wakati ulikuwa unaongea nilikuwa ninaumwa na kichwa, lakini nikasikia kimeisha. Wakati ulikuwa unaomba nikasikia ya kwamba tumbo imeacha kuniuma. Utakuwa na nguvu za kipekee katika jina la Yesu. Wakati utabatizwa katika ule ubatizo, utakuwa na nguvu mpya za kuface demons. Si ile ya geshoka na tunaweza pigana sana, si hizo. Tuko katika spiritual realm sasa. Ni nguvu za kupambana na mapepo. Zitakuelewa wewe, hamna ushirika. Zitakuelewa hati wewe utaletewa mtu akupe story nyingine kwa kupeleka nje ama kando na kazi ya Mungu ama na njia za Mungu. Zitakuelewa vizuri. Hazitakuja sasa kukuzunguka hapo. Hata zitatoroka bila hata kusiongelesha. Zitaanza kukuogopa, na wakati utazinenea na kuambia utoke kwa mtoto wangu, huyu ni mbarikiwa, huyu anaenda mbali, huyu ni mbarikiwa wa tumbo langu, zitasikia na zihame. Bwana apewe sifa. Huo ni hali ya ubatizo, nguvu za ubatizo, faida ya ubatizo. Si hivyo tu, si desturi tu, ndio
kukua spiritual maturity, kuna gukura kiroho, kuota kiroho, kukomaa. Thank you. Kukomaa kiroho. Bwana apewe sifa. Hutaishi miaka 100 ukikunywa maziwa ya kiroho. Utakula mifupa, sijui ni ngamia kali sana ama ngumu sana ama ni gani. Utaweza kula mifupa kama kuna miti basi, kama ndio itakuwa ngumu zaidi, wewe utapandana nayo na utainyorosha vizuri, kwa sababu utakuwa na enough maturity ya kupambana na kila mlima na kila jambo katika jina la Yesu. Katika ubatizo utapata maarifa ya kukua kiroho. Utaona vizuri, utafunguliwa macho ili usitereze kwa mitaro, uingie katika mahala pabaya. Katika ule ubatizo utafunguliwa masikio, usikiage mambo mazuri, mambo ya kukusaidia. Lakini ukikuta pahali haya mambo si ya kwetu mbinguni, wewe utaenenda kama mshale mahala hapo. Utatoroka na miguu na mikono kama zinatembeana. Ni kwa sababu huko sio kweli, huko sio apostle. Kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwezesha kuona vizuri, na atakuwa mwalimu mzuri atakaye kufundisha jinsi utakavyotorokea mambo kama hayo katika jina la Yesu. Katika ile mbatizo, Roho Mtakatifu anaweza shuka kwako. Bwana apewe sifa. Roho Mtakatifu ni wa maana sana. Ni kwa sababu ni msaidizi wetu, ni mwalimu mkuu katika maisha ya kiroho. Bila Roho Mtakatifu kwingine utachanganyikiwa. Lakini naomba ya kwamba tuitikie ubatizo, kwa sababu katika ule ubatizo Roho Mtakatifu wa Mungu anaweza shuka na aweze kuchukua ushukani kutoka siku hiyo katika maishani mwako. Kama hujawahi pata Roho Mtakatifu katika ubatizo, Mungu anaweza kufanya moyo wako ukawa nyororo, na ili Roho Mtakatifu akapata nafasi ndani ya moyo wako. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni kwa sababu ya masaa, nataka kusema ya kwamba kuna swali linaulizwa na Biblia. Bwana apewe sifa. Tukimalizia na ni katika Acts 8:35 to 38. Sasa turudi kwetu binafsi. Tumesikia sauti ya Bwana, tumesikia na tukakubali, tumeokoka. Nataka tusomewe hiyo, tumalize hapo. Acts 8:35 na 38. Sasa sirudisha mafikira yako kwako sasa wewe mwenyewe, kwa sababu hili swali ni lako, hili neno ni lako sasa kibinafsi, na ili uweze kujibu Roho wa Mungu na urudi urespond. Matendo ya Mitume 8:35 to 38. Matendo ya Mitume nasoma. Matendo ya Mitume 8:35 na 38 ama mpaka 38. 35 to 38. Nasoma. Filipo akafunua kinywa chake
Weka jina lako hapo pa Filipo. Naye akianza kuandiko hilo akamhubiri habari njema za Kristo. 36. Wakawa akiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama, maji haya, ni nini kinachonizuia nibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. 38. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na ile towashi, naye akambatiza. Amen. Bwana apewe sifa. Sasa weka jina lako hapo pa Filipo. Ndio hayo mambo Filipo alisema, ujue wewe utasema gani, ya kwamba aliweza kumpokea Yesu, na wakati walikuwa wanaenda akaona maji. Ni mto ama ni maji? Bwana apewe sifa. Akaona maji, na sasa akasema, ni nini itanizuilia? Hapo ndio niko. Ni nini kitakao nizuia kubatizwa? Maji ndiyo haya, nimeamini, nimeelewa. Ni nini kitanizuilia kubatizwa? Ili nami mambo ya kale mtu wa ndani ape, na niweze kupokea faida za ubatizo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo huyu mtu wa Mungu Filipo jua vile Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zake, alimpokea, na alipompokea akaambiwa, kama vile umeambiwa siku ya leo utawahi jua ubatizo ni nini, inafanya nini. Kama siku ya leo vile umetambua na umejua ya kwamba ubatizo una faida za aina gani. Na kwa hivyo akasikia ya kwamba, akajiuliza, akajinong'onezea, akajiita mkutano. Kama vile dakika hii nakwambia, ujiite mkutano, ujichunguze vizuri, halafu uulize, kwa sababu maji yako wa kukubatiza ako, ni nini kitakao kuzuilia kubatizwa? Kwa sababu step ya kwanza umemkubali Yesu kama mwokozi wako. Ya pili, kuna maji inangojea yeyote atakao amini ya kwamba hali ya ubatizo huu kuna faida za aina hizo. Yeye mwenyewe akakata kauli, hakukatiwa kauli, hata akajiuliza, sasa maji ndio hii, ni nini itanizuilia huo ubatizo? Na ili kutoka leo, hata kama nimeishi miaka 50, nimeokoka, nimeishi miaka fulani, pengine nimebatizwa, naweza hata batizwa tena nikijihisi ya kwamba ninahitaji ubatizo huu, na ili uendelee kupata hizi baraka, ni nini kitakao nizuilia? Kwa hivyo hiyo ni neno wewe mwenyewe utatafakari, utasikia ya kwamba, utajiuliza, na ili uenende na njia ile safari nzuri, unajua ya kwamba utasema, nimepigana vita, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza salama. Bwana apewe sifa. Dokehegeshe usiwe confused. Jipange vizuri, panga mambo yako ya kiroho, kama vile ndugu alinena wakati wa sana.
kuwa na uamuzi wa kwenda mbinguni, kwa sababu siku inaja na haitapita. Kuona ya kwamba sina mama yangu haitapita. Nashukuru Mungu alikuwa mwombezi. Hata sasa mimi nina take over mambo yale nilikuwa nasikia akifanya. Na ninaambia watoto wetu. Niliambia watoto wangu, rafiki wao akawa mgonjwa sana. Hapa alikaza. Nikawaambia, mimi huwa ninafanya vile mama yangu alikuwa anafanya. Saa 9 ya usiku alikuwa kama hiyo mashini sana, hata kama haina mawe, lakini yeye hakupoteza. Akiwa wapi, akiwa mgonjwa, anaamka na aombe akiwa amelala. Nilikuwa nawapea hayo mambo yote, walikuwa naona shosho vile alikuwa, watu wote walikuwa, hebu tutamani tuone na mambo kama hayo. Mimi sasa nawahakikishia na ninaambiana watu wetu, mimi ninafanya vile mama yangu alikuwa anafanya, kwa sababu baada ya hao niliona kifo chake vile kingine kizuri cha kuniambia tuimbe wimbo fulani, kumbe ni wa kusema kwa heri. Nikatamani kifo kama hicho, na nikajua ninaelewa safari yake nzuri. Bwana apewe sifa. Alikuwa anaenda kanisa akiwa na nguvu. Sasa alishindwa kwenda kwa sababu ya miguu, lakini alichukua bucket. Mara ya kwanza anaenda akikaa chini ile kanisa iko karibu, kwa sababu kanisa haitampeleka bahari. Alikuwa anaenda PCA. Wale walikuja mazishi ya kwetu wanajua hivi. Lakini ndani ya moyo yeye alimjua Mungu wake vizuri. Alitenda jinsi ile mambo ya saa hizi unapatiwa. Uweke akiba, uitumie vizuri, kwa sababu kuna wakati utaitafuta na pengine hutaifikia. Kwa hivyo tutumie masaa vizuri, ni kwa sababu mambo yetu itakuwa salama. Nataka kusema namna gani? Wacha tukate kauli nzuri ya kufanya kama vile Biblia inasema. Wewe jichunguze mwenyewe. Sikia ya kwamba kama umehukumika hali ya ubatizo, do it. Kama umehukumika, wacha mimi nikiri dhambi tena, nipitie ombi la toba, nianze safari mpya. Usisikia hivi, benefit ni yako. Kwa hivyo mambo hayo yote tujue ya kwamba tuyatende kwa wakati, madamu Bwana apatikanapo, katika jina la Yesu. Na ni kwa sababu ya masaa yetu tunaenda Pasaka, na kabla tujatoka hapo tulisema ya kwamba kwanza inasema huwezi batizwa ama upite pale barabara umwambie kuja ubatizwe. Kwa hivyo huyo mtu lazima awe memba, si ndivyo? Lazima awe memba wa kanisa na ili aweze kubatizwa. Kwa hivyo kitu ya kwanza ni ya registration ifanyike siku ya leo, ili hii mipangilio iwe rahisi na ili tujue ya kwamba tunaenenda na njia ile inakamilika. Jambo la pili, tumesoma mara nyingi, mara ya mambo tumejifunza mambo ya meza ya Bwana. Ya kwanza hata na hiyo first qualification ni born again Christian. Bwana apewe sifa. Hata meza ya Bwana haipewi mtu yule hajamkubali huyo Yesu, kwa sababu ni mwili wake tunaula. Kwa hivyo jambo la kwanza ni huo mtu awe amekubali Yesu kama mwokozi wa maisha yake, na kwa hivyo tutamjua atakuwa mahala hapa amenakiliwa, amekubali Yesu, ameokoka, na sasa amebatizwa, na sasa anaweza kula mwili wa Kristo. Kwa hivyo samahani, wacha tufanye hayo mambo siku ya leo, na ili mambo yetu tuirahisishe, tukae laini vizuri, tujue amazing grace. Wale watu wako hapa wamekubali, wamesarenda yote,
yetu katika jina la Yesu, kwa sababu mimi nimetenda kulingana na vile neno linaniambia nifanye. Kwa hivyo siku ya leo naomba ya kwamba tuendelee kujiandikisha leo, na ili nikitoka hapa ndio nijue utaratibu huo mwingine, kwa sababu mipango yote ndio tunaandaa ili ubatizo ufanyiwe na ili meza ya Bwana ifanyiwe. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo siku ya leo hali ya meza ya Bwana tunasema ni yule ameokoka na amebatizwa ataweza kula meza ya Bwana. Bwana apewe sifa. Na ili tuenende vizuri, tumfurahisha Mungu wetu, tutende mahusia yake, ni kwa sababu neno nitawasomea. Kuna neno linasema ya kwamba hali ya meza ya Bwana lazima uamue ni meza aina gani. Ukwenda kulia na daimono, kwe meza ya daimono, si ndivyo? Na kwenda meza ya Mwathani. Kwa hivyo tunaamua ile meza tutakao ila ni meza ya Bwana. Kwa hivyo kwa sababu ukiitumia vibaya ina madhara yake. Najua wala tumetumia meza ya Bwana, mnajua si kitu. Tunainua mkono tu mwenye ashakula meza ya Bwana. Yule ameshakula meza ya Bwana anajua ni jambo lisio la kuchukulia hivi. Kabatoni inemiaka na tulie mwele wa Mwathani na njĩra yagereire tule meza ya Bwana na njia ile inastahili ya kwamba mambo yale yananakiliwa kwa Biblia tuweze kuyatimiza katika jina. Tuipangilie vizuri ili wakati tunafika kwa meza ya Bwana tutakuwa na baraka, hatutaenda na laana. Inasema hata tunaweza kuwa wagonjwa tukila vibaya, tutakuwa magonjwa hatuponi, tutakuwa na vifo katika hiyo hali ya kula na njia isiyofaa. Kwa hivyo sikia, unaandaa moyo wako kwa ubatizo na kula meza ya Bwana katika jina la Yesu. Bwana wabariki, awatende mema tunapoendelea kujipanga. Samahani, masaa yetu imeenda kidogo, na ili tubakisha hiyo nyingine ya kukutana na tutafikiria haya mengine yote. Tusimame tuseme